Sexual sin steals your favor. Inaiba kibali chako. And you can tell. Mimi naweza nikakwambia. Mimi ni hata hawa wanaume wako hapa wanaanza kukwambia. Kuna mwanaume leo ama kijana anakuinda mwezi moja. Anakuzungu, anakufuata. Tusema ni harusi. Siku moja tu nawe shetani na kuingia. Una fall into the trap. Unampea. Hapo na hapo hataki kukuona. Machoni pake unakuwa mtu wa bure. Na ndio maana umesikia imesemekana it is not a free trial. Sio majaribio ya bure. It will cost something. Number one, your dignity. Yani mpaka mtu unashindwa, imagine anichukuli. Aki, nilijua tu. Nikimpe sitaimwona. Na nikamutu kako shule. Mpaka unakandikia message, kwa nini sikuoni? Niko busy sana. Busy gani? Busy gani modo wa miaka 14? Sasa ukisema tuko busy, sisi tuseme tuko wapi? Tuko marathon. Lakini umetrade in heshima yako. Vijana wengine hapa, you are so bright in school. Na kuna wasichana tu wanapendaga mtu bright. Hata jamaa hata una looks, hata hujavaa vizuri. Lakini anataka hiyo nyota inayong'aa shuleni. Huo mwangaza unaoonekana juu yako ndio anataka. It is not a free trial. It will eventually kill you if you don't kill it early. Ivunje mapema. Tuache niwaambia kina masi. Mimi sijui kama mimi ama nyinyi mnasikianga hivyo. Imagine mimi tu napenda sex. Hiyo ni shetani. Si ukupenda, ni shetani. Ati mimi kwanza imagine mimi akisijui na nisumbua. Monday tulikuwa na Brayo, Tuesday tulikuwa na Pato, Wednesday tulikuwa na Kevin, Thursday tulikuwa na Aya. Mnafikiria hakuna addiction? There is sexual addiction. And it is an evil spirit to torment your life. Praise the name of the Lord. It is. Na hiyo spirit ndio huingiza vijana katika masturbation. Kila siku anasikia lazima ajishike. Man kwake 500 zimekufa. Anaweza shikwa na KWS. Uliona mwingine, you guys are laughing. Uliona mwingine akiconfess, yeye hulala mpaka na mkate. Yeah. Mkate, bread, a loaf of bread. A loaf of bread. That is an evil spirit. Uliona mwingine mpaka amepasiwa sabuni. Yeah. Praise the name of the Lord. You guys laugh and it is serious. Wengine mpaka ana confess, yeye hulala na mbuzi. Sexual addiction is very, very lethal in your life. And the only way you can live away from it, it is to kill it early. Kama mwili wako haujazoea, na nyinyi mwili yenu haijazoea. Wengine wenu ni wadogo sana. Kill it early. Ivunje mapema. Kataa mapema. Uko na uwezo wa kukataa na useme from now, as a young person as I am going to live a holy life. Unajua zamani tulikuwa tunaambiwa sex before marriage is a sin. Sasa hizi watu wanageuza. Wanasema hata gari huwezi nunua kama hujaenda driving school. Kuna wengine mtatupwa kwa test ride. Kwa test ride. Hapa mnasema ni test ride. And it will kill your ego. It will break your dignity. It will take your favor and the fire of gospel in you. Kuna moto ambao sasa unakufanya hata unasikia mambo mengine ya wache kwanza niende youth conference. There is a particular fire, spiritual fire inaendanga na hiyo dhambi. Unajisikia wewe ni empty. Ulikuwa unalala kwa kitanda yako unaomba mpaka machozi yanamwagika. Unasikia unapenda Mungu. Hiyo dhambi huenda na hiyo moto.
unabaki empty. Unashindwa kwa nini siku hizi siombangi? Youth Sunday ni wewe ulikuwa unapewa uhubiri. Ukipewa hata unashindwa nini unasema hapo mbele. Acha niwaambie watu wa Mungu. Jona akaua Goliath. Alafu akamuua. Alafu unaona sasa mama ya Timotheo akakuja. Unaulizwa mama ya Timotheo anaitwa nani? Ewa Timo. Huelewi hata nini unasema. The fire is gone. The revelation of the word is gone. Unabaki kitu bure. Ambia mwenzako, it is not a free trial. Praise the name of the Lord. It is not a free trial. Sexual sin. And not only kwa nyinyi, mpaka kwa the adults. It is not a free trial. You are not stronger than Samson. He carried gates, slew armies, but he could not conquer the thighs of Delilah. Samsoni alikuwa anainua chuma za malango, anaua majeshi kutumia mfupa wa punda, anashika misingi, foundations, anashika minara, anaitikisa, lakini akashindwa kukonka the thighs of Delilah. Mtu anavunja vunja chuma, anaweza shika hii inaitwa aje, kieroge wazi, mapaja, aivunja vunja na aitupe isimweke katika dhambi, lakini akashindwa. Sexual sin is very enticing. Praise the name of the Lord. Hata sisi na tumeokoka, unajipatana saa zingine umegurukile. Ndio unaona kanisa tukisema watu wavae vizuri, si unakuja hapa na nguo inatuonyesha cleavage yote. Na ni wewe unataka kuniserve maji. Leo ni mimi na serve bicho. Unakuja unainama hapa uko unaniserve mimi na kuona mpaka mkonyo. Unafikiri sisi si wanadamu? Kuokoka haijatufanya kuwa Benson. Sasa ni mimi nipigane na dhambi hiyo ya usinzi, kwa sababu utaniharibu. Usikubali mtu yoyote akuharibu. Kabla ulalie mapaja ya Delilah, jikataze. Samsoni mtu ambaye kwanza Biblia inasema alikuwa mnaziri wa Mungu. Alikuwa amezaliwa aokoe Israeli. Mapaja alilalia hapa. Vijana wacha nikwambie, ukiona msichana amefikisha nguo hapa, enda kama ndege. Wacha wasikie vum. Ni nani huyo? Ni Brayo. Ameenda wapi? Tutiramenya. Ameona mapaja. Ati utaki. Akianza kuinua nguo hivi, enda. Na ndio unaona wakati mwingine nyinyi ambao tuko na nyinyi hapa, hamuna pesa, lakini kuna wasichana wanawaofa mapenzi. Na hamuna pesa, hata hawataki. You don't have anything. Huna hata nguo mzuri, uko na rongi 3, boxer moja. Hakuna kitu kingine, lakini wanaofa mapenzi. Why? Wamalize Samsoni aliye ndani yako. Ambio mwingine mapaja ni hatari. Sexual sin. Praise the name of the Lord. Nimalize ama nifungie hapo tuombe? Unajua mnaamka mapema? Mnaamka mapema, lakini niko karibu kumaliza. Sikiza. Sexual sin blinds, binds and grinds. Sexual sin blinds, binds and grinds. Inakupumbaza, inakufunga na inakusiaga.
Many men and women of power became prisoners of lust because they refused to flee when they should have run. Nirudie. Sexual sin binds, and grinds. Many men and women of power became prisoners of lust because they refused to flee when they should have run. Skiza. Sexual sin inakupumbaza, inakufunga na inakusiaga. Wanaume wengi na wanawake ambao destiny zao zilikuwa kubwa walimezwa na dhambi hii, wakakuwa vitu bure na watu bure kwa sababu walikataa kukimbia wakati walikuwa wapotee. Angalia mwenzako, mtikise, mwambie kimbia sahi wakati unafaa kupotea. Mwambie run. Mwambie Murife run. Mwambie run for your life. Watoto wetu, poteeni sahi ambapo mko na uwezo wa kufanya nini? Let me tell you, hizi jokes mnaona watu wakifanya online, ati kuna tushosho tunaita vijana mblayo. Mblayo. Kama ukunji upate ngari ya kwenda London. It is happening. Sio mchezo. And some are speaking out of experience. Sahi kuna shosho anaanza kukufungia kwa nyumba, akupeange kile chote unataka ili atumie nguvu ya ujana wako. Atakuachilia ukiwa mkebe, hauna familia, hauna career na hauna future. Ndio anakuachilia. Kijana amechapa. Niliona kijana mwingine, wazazi wananiletea kanisani, alipotea kwao, akaenda sijui Kayole, akashikana na mama anapikanga pombe, kazi yake ni kupasua kuni, anapewa chang'aa. Mahali kijana alikosa nguvu mpaka ya kupasua hiyo kuni, ndio anarudishwa kwao. Mkebe ya mtu hawezi jifanyia chochote, anajikunia. Sasa ndio mimi naletewa nikiwa askofu ati nimuongeleshe. Si afadhali wewe nimepata nafasi ya kukuongelesha akili ikiwa timamu? Dhambi hiyo mnafikiria ni nzuri, inakupumbaza, unafungwa macho, cannot see the direction, it binds you, you cannot enter into your destiny, and it grinds you totally. Inakusiaga, tunakukosa. Sexual sin. Kijana alikuwa anaongea maono, kijana alikuwa amejiita pediatrician, kijana alikuwa amejiita news anchor, paka una test vile utakuwa mwandishi wa habari. Hujambo mtazamaji wangu, hii ni Citizen Alfajiri. Majina yangu ni John Wambogo. Tunakupata bila meno, lakini bado ukiwa kwa pombe unawaambia nenda ijaje kila mtakavi. Ndaumira kwa igaje kwa John Wambogo. Nenda kumrea mohoro baba vita ukarotiga wana kiae watu na kenera. Vision, mission and focus inapotea. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi I thank God. Hata kama nilipitia tunjia hatukuwa tuzuri wakati niliacha kanisa, nashukuru Mungu mahali focus yangu ilirudia. Because kwetu nilikuwa natafuta mbao na itengeneza vizuri na keti hapo. Nasema we mwega mwiroreri. Maya ni mohoro jitago Benson Kamau. Si anairiki kona tari kuguruka, wanaona kama ni wazimu. Lakini mahali focus ya maisha ilirudia, Mungu akakubali tu kile nilikuwa naona nikue, nikafanyika mtangazaji. Sasa sio mtangazaji, I own a television. Nikisikia nitaambia hawa, sasa gojeni msiongee, ni mimi nakuja kuongea. Watasimamisha mitambo. Hata sasa hii nikisema wazime, watazima. Nikisema wazime,
Sasa nikisema wazime, sasa wale wako nyumbani si wataona moto? Nikiwaambia saizi waeke movie, wataweka movie. Because I maintained my vision, my mission and focus. Nikakataa nayo. Nitakuwa mtangazaji, nitasoma habari, nitakuja kwa TV, 90% of it is accomplished. Wengine wenu hata 1% hamujawaza kuweka katika maisha yenu. Kublink 1% ya maisha haijafika. Mundu wa Ngai, ambia jirani yako tuvumilie. Na kama umekaa karibu na msichana, mwambie usinipe, nataka nione kesho yangu. Listen, mnaandika hii tumalize 10:30, si ndio? So I have 10 minutes. Yeah. Listen, I have watched young people lose their lives on strange beds. I have watched young people lose their lives on strange beds. Listen to me. Kama tangu utoke shule vile mlifunga umelala kwa kitanda ambacho si chako, wewe unaelekea kupoteza maisha yako. Mimi najua mko shule na vitanda mnalala hapa si zenu. Mimi naongelelea strange beds. Strange beds. Mimi najua wasichana wadogo hawa nyinyi mnapelekwa ya BNBs. Those are strange beds that I'm speaking about. Unaambiwa huko hakuna pombe na hautaonwa na mtu, na huko nitakuficha na utatoka ukiwa safe. Praise the name of the Lord. Anapanda naye huko, anakumalizia. Ama vijana, hata nyinyi mnatafuta pesa na mmejua nyinyi. Hapa mimi hakuna mtu, Gen Z siwezi watetea. Wanajua mambo mengi kutushinda. Hawa. Kuna Gen Z anaweza kukufunza kupenda bibi yako. Na akwambia it's not done like that. Na ako 14 years na wewe uko na miaka 10. Venerable Eric. Uko na kwa ndoa miaka 15, lakini Gen Z akwambie it should not be done like this. Let me show you. Siwezi watetea. Ndio maana ulisikia Mombasa HIV and AIDS spreading rate 44% iko kwa people below 24 years kurudi chini. Kusambaa kwa ukimwi ni watu walio na miaka 25 kurudi chini. 25 ni akina nani? Si ni nyinyi. Angalia Kisumu. Ubebaji wa mimba mpaka wasichana wa 14, 15 and 16 wanabeba mimba. Alafu useme hamuendi on strange beds. Be very careful. Some of those beds are destiny devourers. Utapotezea kesho yako kwa hicho kitanda. Wewe unafikiria unapendwa, tiji umenunua iPhone. iPhone ni nini? Kwani mimi niko na yangu hapa na hata siitumiangi, naendanga nayo live. Alafu nikupee ufikirie nimekupea kitu valuable na hata mimi sikuwa naitumia, nilikuwa naenda live. Kwani si nitakupea na ninunue ingine? Lakini nimechukua nini? Hatima yako, heshima yako na utukufu uliokuwa juu yako. People losing their lives on strange beds. Alafu wengine hapa mnajua tu kwenye tumetoka, manyumba zingine tumetoka. Mimi niliona mattress mpya wakati nilitokanga nyumbani. Kutoka nikiwa mtoto nililalia mattress mpaka ikakauka ikakuwa kama mbao. Blanketi mama yangu alikuwa anafua anachemsha. Sijui kama nyinyi mnajua blanketi ilikuwa inachemshwa. Blanketi ilikuwa inachemshwa. Alafu mnaambiwa inatolewa nje inawekwa kwa karai ya chuma mnaikanyaga hivi.
ing'are. Wengine wenyu mnaoshoa duvet kwa dry cleaners. Wengine wanajua ukweli kwao kunakaa hivyo. Kakitanda ni kale kakujifinyiria. Hata wengine hapa wanalalia mattress ambayo ilikuwa ya brother yake akitoka form 4. Alafu unaenda kwa Airbnb unasema, "Mimi nilipelekwa mahali kizuri. Kai mimi sijai hata kulala vizuri mpaka naota." Wengine kwenu hata hamna pilo, unaekanga sweater ama jacket. Unalalia pilo mpaka unaumwa na hapa juu hujazoea. Alafu unasema, "Nilala mpaka saa 6. Mpaka nikamwambia hata sitaenda, nitamngoja." You were losing your destiny on a strange bed. Lalia hiyo ya kwenu mpaka siku ile utanunua yako ya bei kali. Achana na hizi mnaona. Lives have been lost. Mliona msichana akichinjwa ya Airbnb? Roysambu, si mliona? Si ni walika yenu? That was a life lost on a strange bed. Anakatakatwa akawekwa bag. Praise the name of the Lord. Saa hii maisha yenu yako katika hatari sana.